Maana ni Biblia takatifu pamoja na Qur'ani. Zikaandika gete amambo gena ya geki Kine. Ulusukoro mwisho Matukio galakwera Moja Musambo Naki Kapeli Marengejaga Kwera sana Nabushia ni gete sakala Haye Loranga baba Abandu bako Emyoyo Yokaramako Usambo wokaruku bandu Kila siku wanabundi mbinu Mauaji na gomingeno Walikanza dolisenza Yoyo jate na jojashiri Ndowe amani Walikanza Nango vibanza Damu yokaraza Unende nalili na bupena Mwana Maria Tunakwenda wapi Mungu Baba? Nikifikiria Halawa twahuwa Utulekeje Ulunsamaha tulikulomba Baba Muumba Watuumba Dodotamba Tulikulomba Baba Muumba Watuumba Dodotamba Baba welelo Ulehe mdemi Ulehe baba mtemi Nekewi banza baba Ninganyo kikela kagete baba Usula Dolagama tukiwe haha Umagazikia Banu taisi nzagete kutingoko Bakosha Nio wabipa Ologizo kila hanumaho Banu taisi nichakana fiko gete Done huruma Yeah Ole Mungu welelo baba Totoyombaga Matukio mingi umse yako baba Kadilonga Ole Mungu welelo baba Totoyombaga Matukio mingi umse yako baba Kadilonga Kemarike nololano nene natumanaga Nolo mwisho hamo kwa dunio nene natumanaga Ewana hatari kwa kweli ni Umemsikia Mwarobaini sauti yako, umesikiliza sauti ya Paul Mwana Maria. Bila shaka naona huko kwenye message watu wanatamani muendelee kuimba. Ngoja waendelee kuimba, imba kidogo naona huko mzuka watu wanatamani waendelee kuwasikia mnaimba live umemsikia anaingia Mwarobaini hapo. Ulina hasira nyingi ulula mla Umshande kwa shako Mbura yotola Kwa Sodoma hangi na Gomora Utena nyanda Bano vibanda Hamo bakwipanga Avise tulibana bakono dukule Katutuku heba Amasala minge Tumanile oseba Ojo okolola Jaga okolola Sayaga obishimba Okafunyamala Jaga okolola Obishimba baba Okafunyamala Kazi nzuri kweli hii wanamsikia Paul Mwana Maria na Mwarobaini. Mwarobaini, mimi nianze na wewe kwa sababu ndio mara ya kwanza unaweza kufika kwenye studio za West FM. Karibu katika studio za West FM Mwarobaini. Asante sana. Bwana Mwarobaini, kazi ambayo hapa imesikika mara ya kwanza wakati Paul yuko hapa, wewe haukuwepo, tukasema ipo siku utafika na leo umefika, na ni mara ya kwanza kufika kwenye studio za West FM. Karibu sana, umeponaje West FM?
Pako vizuri. Eh. Pako vizuri sana. Pako Nashukuru vizuri. kwa ukaribisho. Ndio. Kazi inakwenda kwa jina gani? Hii inaitwa Matukio. Matukio. Mike angalia vizuri. Inaitwa Matukio. Sawa, subira kidogo. Ukibidi sogeza kitu kidogo. Sogeza tu kiti. Hapo sasa safi. Matukio. Wazo la nani? La Paulo lako? Naweza kusema ni wazo la wote. Ni wazo la wote. Ilikuwa kuwaje mpaka mkaamua sasa tunafanya kitu na kitu kimekuja kutikisa? Tulikaa tukasema hebu tufanye ngoma. Tufanye single moja. Tukaanza kushauriana vipi? Kipi tunaenda kukitenda? Ndio. Ambacho kitawafikia watu. Ndio. Tukaangalia mambo yanayotokea na yaliyotokea hivi karibuni. Kuna ugumu gani mwarobaini wa kufananisha mawazo mnavyoshirikiana katika kazi kama hii? Kazi imetoka kuwa kubwa. Kuna ugumu gani kufananisha mawazo yafanane, mkubaliane? Unajua kwenye kushirikiana mawazo. Shasha mawazo, kila mmoja anatoa wazo lake. Kwamba inatakiwa hivi na hivi. Na unaonaje hivi na hivi. Na kitu kitakachokuwa kizuri zaidi. Ndio tunakipitisha, tunasema tufanye hiki. Ndio. Na mpaka kwenye kukubaliana sasa, huu wimbo ni wa Paulo, mimi naingia kama mshirikishwaji. Ndio. Kuna mazungumzo au wanakuwa tayari wimbo kama hivi, wimbo wangu tunaenda hivi, wote tunaenda hapo utafanya. Nataka kuiangalia scenario kwa ujumla. Inategemeana, lakini kwenye wimbo ina maana tulikubaliana tu kwamba hii single iwe ya kwako. Ndio. Hiyo ya kwako. Maana tukizungumzia mfano kuna wimbo, tukirudi Bongo Flava huko, Jux na Diamond. Ndio. Kuna wimbo aliimba pamoja. Ndio. Lakini Diamond akawa ameugawa kwa nani? Kwa Jux. Ndio. Kwa ndo tulichokifanya, iwe miliki yako. Kazi ya ngapi hii unafanya na Paulo au ni ya kwanza? Ndio ya kwanza. Ndio ya kwanza. Tuangalie vizuri kwa haraka historia yako ya uimbaji. Mbali na hapo pia ni producer. Mbali na hapo pia wewe una taaluma kubwa. Msikilizaji, usichukulie mwarobaini yeye ni ana elimu ya chuo kikuu na degree. Degree yako ni nini? Ni ualimu. Mwalimu wa masomo yapi? Okay. Degree ya ualimu ni Bachelor of Arts in Education. Okay. Sawa, hapo wengine kina mwanaserewa Bachelor of Arts wa masomo ya physics na mathematics. Kwa hiyo muziki wa asili, wengi hasa waliopata elimu wamebahatika kusoma kama wewe, mara nyingi wanaona kama ni muziki wa kishamba kwa sababu ya elimu walioipata. Anapotaka kufanya, natamani afanye muziki wa kizazi kipya ambao analitizama kama soko ambalo litaendana na elimu yake. Wewe unafanya muziki wa asili na wala hauna hofu and uko proud kabisa unachokifanya. Kwa nini? Tunaita kitu interest. Unakuwa na ubinacho kitu. Ndio. Unajua? Kuja kuingia kwenye hili game. Ndio. Mimi ninachojua ni kwamba ni chimbuko. Ndio. Yaani tokea utoto unakuna kipende hicho kitu. Unaona? Kwa mimi nilikuwa napenda sana masuala ya muziki. Muziki wa asili wa kizazi kipya. Sana wasi nilikuwa napenda sana. Nilikuwa napenda sana. Sawa. Hauoni kama elimu yako labda na unachokifanya kama vitu viwili tofauti kwa mtizamo wa wengi? Yaani elimu na kazi ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Ndio maana tunazungumzia kuna fani na kipaji. Ndio. Unaona? Ukizungumzia elimu, hiyo ni fani. Ndio. Fani uliosomea. Lakini kipaji ni nacho. Ndio. Nacho yaani ni chimbuko. Umewahi kuwaza kuishi kwa kutegemea elimu yako? Mimi. Kwamba mimi na elimu, ni mwalimu. Muziki nifanye kama sehemu tu ya kipaji changu au sehemu ya kujistarehesha, lakini si ufanyi kama biashara. Lakini wewe ninakuona ni kama sasa unautafuta kufanya kuwa biashara. Of course. Unatafuta kufanya biashara.
Matamani yako ni yapi? Matamani yangu ni kufika mbali. Ndio Ini- kwanza safari tunaanza kwa matamani yangu ni kufika mbali zaidi. Sawa, so kuna ugumu gani hata nyumbani wakisikia Mwarobaini ni msomi, anaimba asili, mindset yao wanaona kama ikoje hapo? Natamani kuiona hiyo scenario kwako, jamii na unachokifanya na elimu ulionayo. Mfano huko nilikotokea kijijini kwetu. Eh. Nashukuru waliweza kunipokea vizuri.